Washukuru sana, tulikuja hapa tukaomba kura zenu, mkatupatia, tukaunda serikali, na kuna mambo mengi tumeshirikiana pamoja na nyinyi kuyatekeleza. Mimi nimefika hapa leo kusema kwa watu wa Wundanyi, kwa watu wa Taita Taveta County, hapa kwenda Mwatate kwenda mpaka Voi ilikuwa imekwama kidogo. Hiyo barabara tumeirekebisha, tumeicarpet, sasa inatembea sawa sawa. Tukakubaliana na nyinyi tutaunda barabara kutoka Mwatate mpaka kule Taveta. Hiyo barabara imetengenezwa sasa. Mimi najua tuliwakubaliana na nyinyi pia ya kwamba tutatengeneza barabara kutoka Bura kuja Mgange, kuja Weruga, kuja hapa Wundanyi, kuteremuka hapa chini Mbale kwenda kwa Mutiso pale mpaka ifike Mto Mgodi. Ama tulikubaliana namna gani? Hiyo barabara, msamahani kidogo ilichelewa, lakini sasa kontrakta amefika na tumeweka pesa kilomita 55 tutajenga hiyo barabara, tuweke lami. Pia wakati tumekuja hapa 2013 ni watu wachache walikuwa na stima. Watu 13,000 peke yao walikuwa na stima Taita Taveta County mzima. Leo tumefikisha watu 80,000 ambao tumewaunganishia stima, na hiyo mradi bado inaendelea. Tuko pamoja watu wa Wundanyi. Tulikubaliana pia ya kwamba lazima tuweke vijana wetu waweze kupata ujuzi wa ufundi na teknolojia, na sababu hiyo ndio tumejenga Technical Training College ya Wundanyi hapa na imekamilika. Tumejenga Technical Training College ya Mwatate na imekamilika. Nilikuwa mwenyewe kule Taveta, tumejenga Technical Training College ya Taveta na imekamilika. Tunaelewana? Na sote hizo Technical Training Colleges tumesema watoto wetu waweze kupata ujuzi wa ufundi, teknolojia na taaluma zile zingine, ili wachangie katika kupeleka miradi na mipango ya maendeleo ya taifa letu mbele. Tunaelewana watu wa Wundanyi? Sawa sawa. Ile deni tuko nayo yenu ni deni ya maji. Tulikubaliana ya kwamba tutajenga Mzima tu. Tayari kandarasi zote zimefanyika, lakini haijaanza kwa sababu tulisumbuliwa kidogo na mambo ya rege, na hata nyinyi mnajua kulikuwa na rege hapo. Ili tupotezea muda wa karibu miaka 4. Kwani nyinyi hamna habari tulikuwa na rege dunia hii? Kuna majamaa wengine walituambia nobody can stop rege, lakini rege ilisimama, haikusimama. Watajua ya kwamba hii si nchi ya rege, hii ni nchi ya Mungu. Mnanielewa wangwana wa Wundanyi? Tunakubaliana? Na ndio mimi nataka niseme hivi. Mimi nimefika hapa leo, kuna yale mengi tumefanya, lakini kuna mengi zaidi ambayo imesalia. Ile kazi ambayo iko mbele yetu sasa ni ya muhimu, na ndio mimi nataka nikubaliane na nyinyi watu wa Wundanyi vile tutaenda mbele pamoja. Watu wa Wundanyi, mko tayari? Wale tunashindana na wao wanasema wanataka tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze mamlaka viongozi wagawane. Sisi tumewaambia hiyo mradi ya kubadilisha katiba na vyeo na mamlaka itangoja. Ngojeni kwanza tubadilishe uchumi, ili watoto wetu mamilioni hawana kazi wapate kazi kwanza. Ili kina mama hawa wanasumbuliwa na Fuliza na Shailo tuwatafutie pesa ya kufanya biashara yao kwanza. Na ili wakulima tuwape mbegu, tuwape mbolea, tuondoe brokers, tuondoe cartels, ili mazao yao ifike sokoni kwa bei ya sawasawa. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Wundanyi, mnakubaliana na wale wanasema ati tubadilishe katiba, ama mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Mimi nataka niwaulize, mnasema tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi kwanza? Wale
anasema tubadilishe uchumi, nione kwanza. Sawa sawa. Na hapo ndipo tupo. Tumesema, na mimi niliwakataza hawa watu wakati walilete mambo ya rege, nikawaambia wachaneni na rege. Hawakusikia mpaka wafika kotini, wakaambiwa ni null and void, lakini wametupotezea 4 years. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu, watu wa undani. Sawa sawa. Mimi nawauliza hivi, kwa sababu lazima tubadilishe Kenya yetu hii, na hiyo ndio tunasema safari hii priority ya kwanza ni vijana wapate ajira, na lazima tuweke mpango, tuweke sera, tuweke mikakati, tuweke program ya kuhakikisha kwamba mamilioni wa vijana wa Kenya wanapata ajira kwanza. Sijui kama tunaelewana watu wa hapa undani. Tumekubaliana? Na nimekuja hapa kuchukua instructions yenu ili tukubaliane. Na mnajua Mungu ni wa ajabu, kwa sababu wale watu wa rege, wale wa kutuambia wanataka kubadilisha katiba, wagawane vyeo, wagawane mamlaka, leo wamesalimu amri. Wamejua ya kwamba kubadilisha katiba haiwezi kupeleka Kenya mbele. Wote wamekubali tuwe na mjadala wa mambo ya uchumi. Yenye mnanielewa? Hata ule mtu wetu wa kitendawili amekubali ya kwamba mambo sasa ni ya ordinary Kenyans. Nimeona hata yeye amesema ako na mpango ya kupatia watu handouts. At least we are having a conversation about the economy of our nation and about ordinary people. I want to tell them, welcome to the hustler conversation. Welcome to the conversation. Patia wakulima mbegu na mbolea na tuwaondolee mabroka ili na wao wawe na pesa mfukoni. Hiyo inaitwa bottom up. Hawa ndugu zetu pia wanasema wataendelea na trickle down ya handouts, ya watu kila mtu apatiwe pesa ya handouts. Sasa mashindano imetangazwa rasmi kati ya bottom up, ya empowerment ya watu kutoka chini kwenda juu, na trickle down ya watu kupatiwa handouts kwa mrengo hiyo ingine. Nyinyi wa Kenya mtaamua. Mtashindwa kuamua? Mtashindwa kuamua? Ndio nimefika hapa undani. Watu wa undani, mimi nataka nikubaliane na nyinyi. Tumekubaliana ya kwamba hatutaki siasa ya sera ya ukabila na chuki na mambo ya migawanyiko. Tunataka mahali ambapo sisi wote tutaungana kama Wakenya. Nyinyi mnakubaliana na mimi watu wa undani tuungane, ama mnataka turudishe katika vyama vya kikabila? Tunataka kuungana katika chama cha kitaifa, sio? Na ndio tumesema wale waliovunja chama ya Jubilee wakifikiria ya kwamba wataturudisha katika vyama ya ukabila na mambo ya chuki na migawanyiko, watajua hawajui. Kwa sababu ile mbinu tulitumia kuunda Jubilee ndio tumetumia kuunda UDA. Chama ya kazi ni kazi, chama ya Wakenya wote. Tayari leo chama ya Jubilee iko na wabunge 155 tunaunga chama ya UDA pamoja na wale wengine. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa undani, mtaenda kwa chama ya kona ya kabila ama mtaungana na sisi tuunde chama ya UDA, chama ya kuunganisha Wakenya wote? Na wauliza undani, muko katika siasa ya kuunganisha Wakenya ama muko katika siasa ya kuwatenganisha? Ya kuunganisha Wakenya. Hebu nione wala wanakubaliana na mimi tuunganisha Wakenya, tuunganisha Wakenya. So mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, ndio nimekuja hapa. Sawa sawa. Tayari wabunge wenu hawa kina Haika, wabunge kutoka Western, wabunge kutoka Rift Valley, kutoka Central Province, kutoka hapa Coast, sisi sote tumeungana katika chama ya UDA. Tuunganishe Kenya, tutengeneze sera ya bottom up, tuinue kila mtu. Na mimi nawauliza watu wa hapa undani, tuungane pamoja. Undani tutaungana? Tutaungana na Kenya hiyo ingine yote? Maneno mnakubali ni UDA. Kwa hivyo nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. Ama ni aje? Harambee! Harambee! UDA!
UDA. Hata mzee akitendawili amejua kazi ni kazi. Ya amewachana na kitendawili, sasa anaongea mambo ya hustlers, anasema atawapatia handouts. So mimi nataka niwaambie bwana kitendawili, hawa mahasla hawataki handouts. Vijana wanataka kazi. Kina mama wanataka pesa ya empowerment wainue biashara yao. Hawataki shilingi 200 kila siku. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? Na ndio nasimama hapa undani kusema ya kwamba nyinyi ndio mtaamua. Kama kuna mtu, sisi wote tunaoshindana kiti ya rais, hakuna mtu malaika ametoka mbinguni jana. Sisi wote tunajulikana hapa Kenya. Na nyinyi mko na historia ya kila mtu. Sasa hawa watu wote, mimi nasimama hapa niseme mimi niko na track record yangu. Mimi nimekuwa waziri wa elimu, nimeanzisha TTI. Nimekuwa waziri wa mambo ya kilimo, nimepanga mambo ya kilimo. Nimekuwa naibu wa rais, tumejenga reli, tumejenga barabara kilomita 10,000, tumeunganisha stima watu milioni 8, tumejenga TTI hata ya hapa undani iko. Wale tunashindana na wao wakuje pia na track record yao. Wasikuje hapa na kitendawili na TB, wakuje na track record yao. Ama ni aje watu wa undani. Mtu asikuje hapa na story tu ati TB mpiga kura. Hapana. No. Hapana. Hiyo story imeisha na wakati bwana. Kila mtu akuje hapa na sera yake. Kama ni hiyo ya handout, ukuje unasema mimi nitapatiana handout na track record yangu ndio hii. Mimi nikuja hapa na bottom up ya kuinua kila mtu na track record yangu ndio hiyo. Mtu ya katikati akuje na yake. Yule wa Serelak akuje na yake. Huyu wa kitendawili akuje na yake. Nyinyi wananchi mtaamua. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu. Watu wa undani tuko pamoja. Alafu utasikia watu wengine watasema, unasikia hiyo mambo Ruto anasema ati haiwezekani. Mimi nataka niwaambie, mimi ndio naibu wa rais wa Kenya saa hizi. Na mimi si mjinga, na mimi si wazimu, na silewangi pombe. I know what I'm saying. Ama ni aje? Si mimi ndio nimesaidia Uhuru Kenyatta tukajenga reli. Si tumejenga hii mabarabara. Si TTI tumejenga mpaka inajulikana hapa kwenu. Sasa mnaniambia kutafutia hawa vijana kazi na huyu mama mboga apate pesa ya kufanya biashara ndio kazi ngumu kuliko kujenga reli. Watu wa kwende kabisa. No. Sijui tumeelewana watu wa undani. Tumeelewana? Wengine wanasema unajua huyu deputy president anachochea watu wa chini. Hakuna mtu nimechochea, nimewaambia wadosi ngojeni kwanza na mambo ya kubadilisha katiba. Wacha kwanza tutafute nafasi ya ajira ya vijana hawa. Nyinyi wadosi ngojeni kutusumbua ati mnataka mamlaka zaidi. Ngoja kwanza tutafute empowerment ya hawa wafanyabiashara wadogo wadogo. Kwani hiyo ni kuchochea mtu? Hapana. No. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na mtaambiwa mambo mengi. Mtaambiwa mambo mengi. Unajua Ruto ni hii majina sijui ni mkora. Mimi nataka niwaulize, siku ile mimi nilikuwa na support Raila Odinga, mbona hakusema mimi ni mkora? Siku ile mimi na support Uhuru Kenyatta, mbona hakusema mimi ni mkora? Saa hizi nimekuwa mkora kwa sababu nimesema wacha nisaidie huyu mtu mdogo. Wakwende kabisa. Hapana. Siku ile nilikuwa mtu mzuri. Leo nimekuwa mtu mbaya. Watu waje utapeli bwana. Watu wa undani tunaelewana. Nimekuja hapa tuongee. Kwa sababu sasa hakuna haja ya kufichana maneno. Lazima tuseme ukweli kwa sababu hata Biblia inasema mkijua ukweli, ukweli utawaweka huru. Tumekubaliana undani? Nimefika hapa. Unakaa mzuri. Najua watu wengi walikuwa wananiuliza sasa wewe bwana DP mbona wheelbarrow hujalete? Wapi wheelbarrow hiyo tumefikia? Ndio? Walikuwa wananiuliza hiyo story. Sasa mimi nimefika hapa. Na wakati
sema nitafika hapa, nikamwambia gavana wetu Bwana Mrutu, na nikamwambia Mama Haika, nikawaambia mimi nikifika pale nataka pia, kwa sababu hii bottom up lazima tufanye kwa kuona, sawa. Nikasema kina mama wa hapa na chairman wetu Bwana Mwamburi ameniambia hapa. Wapi huyo Mwamburi? Wapi Mwamburi huyo chairman? Wewe chairman. Sasa huyu chairman wetu Bwana Mwamburi, unataka kusema kitu? Panda hapa kwa gari yangu hapo juu. Sema something. Panda juu. Panda hapo, msaidia panda hapo. Hapo panda juu. Usiogope, panda gari ya mdosi. Haya, Bundaji wewe. Kabla sijaongea nawashwa. Ile wapi kama unawashwa? Halo. Wana Bundaji kwa jumla. Sisi ni mahasla, si ndio? Mara mwisho tulipokuwa na mkutano wetu kule sokoni, tulisema tuko mbali kupata jawabu, si ndio? Wametupiga vita vingi sana kwa sababu ya kutetea mahasla. Niseme nisiseme? Wakataka kutufungia mpaka biashara, leseni zetu zikuwe revoked. Wakati tulisimama na mamboga kule sokoni, ilikuwa niko na hoteli mheshimiwa. Niliambia kwa sababu nimesimama na hawa mama sana, hoteli yangu leseni ikuwe revoked kwa sababu nina kama ninawachochea. Niseme nisiseme? Si baba yuko hapa? Si mama yuko? Tukang'ang'ana tujengewe soko letu. Sawa sawa. Liko hapa mheshimiwa. Sana. Pigeni makofi huyo mungwana. Mimi wakati nimepanga kuja hii safari, nikamwambia Mheshimiwa Mrutu, nikamwambia huyu Mama Haika ya kwamba nikifika pale mimi nataka nionane na wafanyabiashara wale wa chini. Na mimi najua ya kwamba wengi wenu mumeathirika na mambo ya corona, biashara imeenda chini, watu wa bodaboda wanahangaika pia, biashara yao imeenda chini. So nikasema wale wafanyabiashara 300 pamoja na bodaboda, mimi nitawaletea pesa ya kuinua biashara yenu. Na hapa nimekuja na shilingi milioni 1 ya hiyo biashara. So mimi nataka kila mama mboga apatiwe pesa, kama ni shilingi 2,500 ama 3,000, kila mama mboga aweze kuinua stock ya biashara yake. Na pia wangwana wa bodaboda. Ndio wakati tunasema bottom up, hapo ndio tunaanzia. Mnanielewa watu wa Bundaji? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Hapa niko na wadosi. Niko na gavana wetu wa zamani Mheshimiwa Mrutu hapo juu. So Mama Haika. Haya, patie microphone. Asante sana. Hiyo mic. Asante sana Your Excellency. Wapendwa watu wa Bundaji, hamjambo? Naomba nione mikono. Hamjambo? Hamjambo tena? Basi Your Excellency, kwanza nataka kuchukua nafasi hii kukaribisha sana hapa Bundaji. Najua ushaongea na hawa wananchi wote washakukaribisha, lakini hata na mimi sitakosa kusema karibu. Na vile vile kama ulivyosema, wewe si mgeni, ushakuja hapa Bundaji mara nyingi, lakini hata ndugu yako akisafiri akirudi bado unamwambia karibu. Sasa Your Excellency, niseme kuna vitu viwili katika sera yako mimi naviunga mkono sana.
Ya kwanza ndilo hilo swala la kujali watu wa chini, hilo swala la bottom up, hiyo economic model ya bottom up. Wajua, kuna wakati mwingine huwa nilikuwa naongea na mzee mwingine akaniambia, nyinyi wanasiasa ni watu wa ajabu. Wakati mkitafuta kura, mwatafuta kura za watu wote, lakini mkishaingia ni kuna mahali mnafunga macho, mnafunga masikio. Inafika mahali mnasema kupata kazi yoyote hata ya kufagia mpaka uwe umefika form 4. Akaniuliza, sasa jamani, kufagia soko ule uchafu mpaka uongeleshe kizungu ndio utoke? Si hata kama hujui kizungu uchafu na utafagia ama namna gani? Hata kazi ya watchman ya kufunga na kufungua gate, kwani mpaka uiongeleshe kizungu? Si inawezekana. Kwa hiyo ninalosema kwamba hata na sisi, Your Excellency, wakati unapanga ya huko juu, nasema na sisi hapa katika county lazima pia tuwe na mikakati, tuwe na mipango ya kuhakikisha kwamba hata wale ambao wana elimu duni na wao tuwapangie namna watakapopata kazi. Na nataka kusema Mungu akibariki 2022 tutahakikisha tumepanga kwamba hata wale ambao hawana elimu ya juu na wao pia wameweza kupata nafasi za kazi katika kaunti hii, manake na wao pia ni wana kaunti, na wao pia ni wana Kenya na wana haki ya maisha. Alafu lingine, swala la kuunga mkono wafanyabiashara. Na niseme tu wale ambao mtakumbuka kwamba kuanzia 2013 mpaka 2017 tulikuwa kama serikali ya county tumetenga pesa tukiziita datu sawazisha fund za kusaidia wakina mama na kusaidia vijana na kusaidia walemavu, ili wasiwe wanaenda kwa mashaido kwa kutafuta pesa za biashara, wasiende kutafuta pesa za fuliza kwa kufanya biashara, manake interest iko juu sana. Lakini kama mnavyojua, hiyo mipango ilifutiliwa mbali. Kwa hiyo nasema tu kwamba tunaunga mkono 100% hiyo sera yako ya kujali watu wa chini, wafanyabiashara wa chini, na vile vile kuhakikisha kwamba uchumi wetu uwe umesukumwa na watu kutoka chini ambao ni bottom up. Sasa kwa leo, kwa vile tuko na viongozi wengi, sitasema mengi. Leo tumekuja na His Excellency, kama nilivyosema, nimemkaribisha sana. Sisi tutakuja wenyewe, tutafutane tuweze kuongea mambo yetu, lakini nataka kuambia kwamba 2022 niko katika kinyang'anyiro cha nafasi ya ugavana wa kaunti ya Taita Taveta, tuweze kubadilisha mambo pamoja na mambo ya afya. Na vile vile, Your Excellency, nikuongezee jambo moja, hawa wafanyabiashara hawa kwa sababu ya ugonjwa wa corona, na imefika mahali kwamba hivi sasa inabidi wanunue dawa, na pia pakawa na ukosefu wa basari ya kusomesha watoto wao. Sasa ile mitaji, ile capital yao wakatumia hapo kwa kulipa karo na kununua madawa, na ndio maana unakuta biashara yao imeshuka chini sana. Kwa hiyo sina shaka kabisa kwamba ule msaada ambao umewapatia utawasaidia pakubwa. Ama namna gani? Ama namna gani? Ama namna gani? UDA haya, wapendeni kupendwa, asanteni, tutatafutana tuongee, lakini taarifa ndio hayo, habari ndio hiyo kwamba 2022 tuko kwenye kinyang'anyiro. Wapendwa, asanteni sana. Haya, niko hapa na mheshimiwa anaitwa Khatib Mashetani. Yeye ni mbunge wa kutoka kule Lungalunga, na tunaenda huko Lungalunga baada ya hii mkutano. Haya, nikisema harambee tunasema UDA, nikisema UDA tunasema nini? Haya, tuendeni kwa pamoja, harambee, harambee, UDA. Mimi nasema asante sana kwa watu wa undani, kwa sababu safari hii safari tunaokwenda tunaanza na wafanyabiashara wa chini. Kwa hivyo kazi ni kazi, kazi iko kwetu. Kwa hiyo machache, asanteni sana. Wetu wa kaunti, Mama Aida, wezi kupanda huko, mimi naona unaweza kutangana hapa na mimi.
Ngoja asimame hapa kwa sababu ni kumpandisha huko itakuwa balaa. Aya, asanteni sana. Uundaji hai. Uundaji hai. UDA. UDA. Kazi ni kazi, wheelbarrow. Si ndio hivyo? Asante sana. Naibu wa Rais, tunafurahi sana kukuona katika kaunti ya Taita Taveta na zaidi hapa Wundanyi. Na sisi tunataka kusema karibu, karibu sana. Kama vile Brian Tole amesema, huku Taita Taveta sasa tumeshachanuka. Sasa tumeshachanuka. Tunakushukuru Naibu wa Rais sana kwa sababu wewe umekuwa mtetezi wa wanyonge. Wewe sasa umeshabadilisha mazungumzo ya siasa ya Kenya. Zamani tulikuwa tunaona viongozi wakizungumzia vyeo na mamlaka, lakini Naibu wa Rais akasema enough is enough. Sasa ni wakati wa kumzungumzia mwananchi wa kawaida, mwanabiashara wa kawaida. Tumzungumzie mama mboga na kazi yake, tumzungumzie mwanabodaboda na kazi yake, tuwazungumzie madada zetu wa saloon na kazi zao, ndugu zetu wa vinyozi na kazi zao, wakulima wadogo wadogo na kazi zao, na tuone ni vipi wataenda kuboreshwa. Na tunakushukuru Naibu wa Rais kwa sababu ni kweli sasa hayo mazungumzo yameshabadilika, na hii ni kwa sababu yako wewe. Hiyo tunakupa kongole. Hapa Taita Taveta, Naibu wa Rais, hatutasahau wakati kulikuwa na kizungumkuti, wakati kulikuwa na kile kizungumkuti cha kusema ya kwamba hii kaunti yetu inaenda kuvunjwa, wewe ulisimama na sisi na ukasema hakuna kaunti itavunjwa, na ni kweli kaunti yetu haikuvunjwa. Hilo tunasema asante sana. Tunakushukuru pia kwa sababu wakati ile rege ya BBI ilikuja na ikaleta sintofahamu, wewe ulisema hiyo rege itasimama, na hiyo rege si ilisimama. Sasa sisi tunakuaminia, tunakuhakikishia ya kwamba tutatembea na wewe. Leo umekuja, umeingia mpaka sokoni. Wacha nikwambie Naibu wa Rais, kina mama wa mboga wa Taita Taveta wamepata shida, na haswa hawa wa masoko. Masoko yao yamevunjwa, wamehama wakaenda soko ingine, wamepigwa na mvua kule, wamepigwa na jua, na korona ikaja ikawaumiza zaidi. Saa hii kina mama wengi wanauza hakuna. Mimi niliwatembelea nikaona wanauza hakuna. Asante kwa kututembelea, na nimesikia ahadi ambayo umeweka, kwa sababu hii itaenda kumtoa yule mama kutokuuza hakuna na apate stock ya kuweza kujisaidia, na hiyo ndio tunasema bottom up. Na kushukuru kwa sababu umesema kwamba kazi ya kila mmoja iweze kuheshimiwa. Kazi ya mama mboga iheshimiwe, hata kama ni saloon uheshimiwe, hata kama wewe ni mwanabodaboda, hiyo hasori yako iheshimiwe. Na hiyo tunakupatia salute, kwa sababu hizi kazi ambazo wengine wanazidharau zinasomesha watoto, zinatulisha, zinatulea. Nikimalizia nataka kusema hivi, na kwa sababu wewe ni mtetezi wa wanyonge, najua utanisaidia kwa hilo. Na hii nataka kuongea na Waziri wa Elimu Bwana Magoha.
Tunajua shule zimefunguliwa na tayari tumeshaanza kuona watoto wakifukuzwa even before they settle down. Tunataka kumwambia waziri achane na wazazi wa Kenya, na tumeona akisema mengi kuhusu elimu. Sasa aweze kusema kwamba watoto wakae shuleni wakati wazazi wanatafuta karo. Watoto walifunga shule kwa siku 10 peke yake. Siku 10 wazazi wanatoa wapi karo ya kulipa? Wazazi wengi ni mahasla. Kwa hivyo tunasema mwisho wa siku ile karo italipwa tu. Tuache kupoteza muda watoto kwenda shuleni, tunapoteza tikiti ya kwenda na kurudi, tunapoteza muda barabarani, na mwisho wa siku bado ile pesa inalipika. Watoto wawachwe waendelee kusoma wakati wazazi wanang'ang'ana kutafuta karo. Asanteni sana watu wa uundaji, na mimi nitakuja tena. Hasla he! Hasla ha! Hasla he! Hasla ha! Mungu awabariki sana. Asante sana. Asante sana. So pesa za hawa wadosi mama ndio hizi, utawapanga. Sawa sawa. Mimi ningependa kusema hivi nikimalizia. Hii pesa ya leo tumetoa kwa mfuko yetu. Sawa sawa. Lakini nataka mnisikize vizuri. Kuanzia mwaka ujao, tunaelewana? Kuanzia mwaka ujao hatutakuja hapa na pesa za mfuko. Mwaka ujao tumeweka mpango kwamba vile tunatoa pesa ya CDF shilingi milioni 120 ya kujenga shule na kulipa mabasari. Kuanzia mwaka ujao, mbali na pesa ya CDF, tutaweka pesa ingine milioni 120 kila mwaka, kila constituency, ili tuwapatie wafanyabiashara hawa wadogo na wakulima waweze kufanya biashara yao na wasisumbuliwe na wale wanawakopesha pesa na kuwalipisha riba ambayo haiwezekani. Ninyi mnanielewa? Kina mama wengi hapa, mtu akipatiwa shilingi 1000 anaambiwa alipe 1100 jioni. Hiyo biashara ni biashara ngumu sana, haiwezekani. Sio kama tunaelewana? Kuanzia mwaka ujao tutaweka pesa hapa Wundanyi. Hii Wundanyi constituency itakuwa na milioni 120 ya kupatia mama mboga, mtu wa bodaboda na mkulima mdogo pesa ambayo atafanyia biashara, alipe mwisho wa mwaka bila ya kusumbuliwa na hawa mashailo na hawa watu wa Fuliza wanaolipa riba ambayo haiwezekani na mwananchi wa kawaida. Watu wa Wundanyi tumekubaliana? Tutatembea hii safari pamoja.